Mwanchumulilia Ondizi TV unanaika ukomanya ase turenda asumutimoko ngosanga twalenge nabageni baito andemono igoro yoboruire bwendurume babiri wikirana ase studio ntubwate Madam Eunice Nyorera kurwa ase ensemo eriye kumulekera amarwaire ali atari kwambokeriwa kurwa asomontoyomo oromo coordinator ase county ya Kisii na bwigo ntubwate Nicholas Otieno omo clinical officer ase kyombeko kunga kawe babirokirana ase studio mambia bono astoro tukumulikira oburuire bulia abwa endurume sangana into sentireli mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na dara mtandao ito www.ndizitv.net ase emambi ya abono umoroberio nensakia entunda ya gatato. Habari ya asubuhi. Nzuri sana. Wakire buya madam. Wakire buya. Karibu sana ndani ya Ndizi TV kwa njia ya mufti kabisa. Karibu sana ime Ndizi TV. Madam chakira seretera utumanya ngama letanki kwa naende nki ekote nilete ase serikali county ya Kisii. Wakire buya naende Samarieta Ngoruka Eunice Nyorera. I'm a nurse by profession. Currently in Kisii County, I'm the deputy NCD coordinator. NCD, these are non-communicable diseases. Amaroire aliatari kwambukira kwa somo ntoyomo guchia soyonde. Yes, tukuje kwa upande wako daktari. Asante sana. Kwa majina anajulikana kama Nicholas Otieno. Nafanya kazi kama daktari katika shirika la Kawe. Ambapo Kawe inamaanisha the Kenya Association for the Welfare of People with Epilepsy. Tunahusika sana na ugonjwa wa kifafa na tunahakikisha kwamba wagonjwa wa kifafa wameishi maisha yao kama wananchi wengine wa kawaida katika jamii. Asante sana kwa kufika katika studio asubuhi ya leo. Ningependa tuanze nawe daktari uweze kutuambia ugonjwa huu wa epilepsy ni ugonjwa upi? Ugonjwa wa kifafa sana huwa ni ugonjwa ambao unahusika sana na akili. Unapata kwamba watu wengi wanahusisha kifafa na kuanguka. Na kuanguka kule kunaletwa na zile nguvu za umeme ambazo zinatolewa katika akili. Kuna ule wakati ambao zile nguvu zinatolewa kupita kiasi. Unapata kwamba mtu anaanguka na anaweza kufitika. Madam ase faide umuliliweke gusi tumanyango oborero bwendurume mburoire kyobo. Oborero bwendurume no borero boko saria boko affect obongo. Obongo bwito mboro sirienjera currents yani chinguru chogo eta sobongo bwo kuchwenta ko bachire kiwango gisaine lakini kwanyora senga kemo chabere chinyinge chiare tobokongu once kero chinguru chestima chabere chinyinga sobongo current ya short kwanyora umuntu wakirense wansire guchigicha igo endrume affect obongo Tukikuja kwako daktari, ugonjwa huu wa kifafa, hebu tuambie kwamba ni nini ambacho husababisha ugonjwa huu? Asante. Sana sana watu wengi hudhania kwamba ugonjwa wa kifafa unaletwa na mambo kama uchawi. Watu wengi hudhania kwamba kifafa huletwa na watu kuwa na mashetani. Na watu wengi pia hudhani kwamba ni laana. Hizi ni dhana ambazo sana sana zinafanya watu waogope watu wa kifafa. Na dhana hizi si za ukweli. Ugonjwa wa kifafa unaletwa na mambo mengi ambayo yanaathiri akili. Chochote ambacho kitaathiri akili kitakuletea ugonjwa wa kifafa. Tunaongelea ajali za barabarani. Tunaongelea magonjwa kama meningitis ama cerebral malaria. Tunaongelea kule kutomsaidia mama anapozaa azae kwa usalama. Tunaongelea zile mimba ambazo watu wamepata na hawajaenda kwa hospitali kuangaliwa vizuri, ambapo wanapata kwamba wana shida katika mimba ambazo wakizaa wanaweza kuwa wanapata kifafa wakizaliwa. Kwa hivyo watu tunasema kifafa inapatikana kwa muda wowote. Sio kila mtu ambaye anazaliwa na kifafa. Unaweza kuwa tuko sawa leo lakini kesho tukiamka unapata kwamba niko na kifafa. Kwa hivyo inapata kila mtu wakati wowote. Kingwera na senseme ya madam tumanyango igoroboro irobo boko wakwendurume tumanyango muntu kyora bako banyora guchakira umwana wikora abantabane maita muri nara konyora abana boka nara konyora abantabane kulindo boro irobo bwendurume muntu kyo brabe bokonyora.
Umbu yamana seri swari erio buriro bondurimo bokubwatonde bwensi ebo mwana omoke bomutinyo yomo ebo mogaka w'emyaka 70 ebo mongina w'emyaka 40 endurume bokubwata omontonde bwensi twatebi guno munyagitari Otieno omonto rokwarenge buyonyora ajali o sana sana omutu obongo bogo disturbiwa umuntu yokonyora wansa guchigicha so no mwana kera konyora nyagitari onyorosire oxygen yaburiro sobongo atakuwa akonyora kuna guchigicha muna endurume so nainde ndiro konyora obongo bwate nturunga space occupying lesion obongo bokomeria ka tumor obongo igo borosiri butimugete butari goseberaniwa benge muna machare nyongo gogo turwani obongo obwo chikarenti chiko ega mune nkobe komesa yachi chiboro chiko potri go jaisika monto wakiranze wanza guchigicha yego no so ntobwati monene go semoke go seki obokubwato ndubwensi Aha, umeweza kuzungumza mengi aswa jinsi ambavyo ugonjwa huu unaweza kusababishwa katika mwili wa mtu. Tukija upande mwingine, daktari, ningependa utuambie kwamba ni ishara zipi ama ni mambo yapi ambayo yanaonyesha kwamba mtu ako na ugonjwa wa kifafa? Ugonjwa wa kifafa kuna aina 8 za ile kufitika. Kwa hivyo kuna wale wataketi na wazubari. Hiyo ni aina moja ya kifafa. Kuna yule ambaye atakuwa amekauka tu lakini hatingiki. Aina nyingine ya kifafa. Kuna yule ambaye atatingika lakini hakauki, akui mgumu. Hiyo pia ni aina nyingine ya kifafa. Alafu kuna ile inajulikana sana. Anatingika, wanakauka, wanajiuma ulimi na kutoa vitu kwenye mdomo. Hiyo ndio inajulikana sana. Lakini bali na hiyo kuna aina zingine tofauti. Ndio maana tunasisitiza kwamba ukiona mtu ako na hali kama hizi, hakikisha kwamba ameenda hospitali, waweze kuamua ni aina gani ambayo anayo, ili aweze kupewa ile dawa ambayo inamfaa. Sababu kila aina ya kifafa ina aina tofauti ya dawa. Daktari ngocha sensemo ya madam tumani yango ensemo yao abose manyumulire ondizi TV anemono nchera kieye omontara manyenga omwanone otwaliro gorire gwendurume naende nabogo twereranga aina irenga chiro chia goriro gwendurume mbuya mono di endurume abantu abange bamanyete ngo wakiranse wachikicha kwa Rusia masombo goko yone aine yemo ngondiro konya uri kranste no mwana ogo nyumba arigerere tienyasi atari gukwana ine ndurume ndiro konyora agwa kiranse akweringani lakini atari guchikicha akirete ine ndurume ndiro konyora agwa kiranse lakini to metipa aro moro lakini ogurense ine aina 3 akana nere manyira mono o akubuga muna ako esauti nere korwa ekurunga aura voice nonya kwarenga tambe no mwana ino gwenge tukiabugire ochikana kwanyorwa kirense ochakire gochikicho Rusia masombo gokumonu wero moro meme otinero mutunzo awakiro mutunze mpaka mutura basego pasukonya karenga sabonye nerige naumera ndurume monte gotwara iberera ndurume monto ndateri komoroma mondo nawarenge usibichanga chaye igariko bucha maje gesima onyoru wakirense esa iniyo ndurume mono no go stay without otariko bawe nga yore orige titu muna torate muna richara rige tiansemo for long ine ndurume so kero kwa identify re mintu bunebyo morete nyagitari Asante sana. Tukikuja upande wako daktari, tueleze kwamba ni vipi mtu anapimwa, ni vipimo vipi mtu anapitishwa ili kujua kwamba kweli baada ya kuonyesha hizo ishara kwamba kuna epilepsy, ni vipimo vipi ambavyo anapita katika hospitali? Asante. Kwanza kabisa watu nasema kwamba kifafa sana sana watu wanaanguka. So kitu cha kwanza ni utakuja kwa hospitali. Daktari atakuuliza maswali. Sana sana ukija kwa hospitali watu tunasisitiza sana kwamba uje na ule mtu ambaye amekuona ukiwa katika hali hii. Sababu mgonjwa wa kifafa sana sana utapata hawezi jieleza. Kwa sababu wakati kile kitendo kinafanyika alikuwa mpoteza fahamu. Kwa hiyo tunataka yule mtu ambaye alimuona akifanya hivyo waje naye ili aweze kutueleza kile kilichotendeka. Baada ya kufuatilia kile kilichotendeka,
tutafanya vile investigations. Kuna wengine tunawafanyia EEG, kuna wengine tunawafanyia CT scan, na wengine pia tunawafanyia MRI. Lakini huwa tunasema kwamba si lazima ufanye haya ndio uweze kutibu kifafa. Unaweza amua ni aina gani ya kifafa mgonjwa anayo kwa ile historia ambayo amekupatia. Kwa hivyo huwa tunasisitiza sana kwamba tunataka kifafa iweze kutibiwa hadi kwa ile dispensary kule chini ambapo wale watu wako. Sababu kifafa kumekuwa na dhana kwamba kutibu kifafa lazima uwe na pesa. Wanasema kwamba ni expensive kutibu. Na sisi huwa tunahimiza watu kwamba kifafa inaweza tibiwa kwa ile njia sawa na njia rahisi kwa pesa ambayo sio ghali. Ndio maana tuna focus sana kwa wale ambao wanaitwa primary healthcare providers. Primary healthcare provider ni yule daktari ambaye anapatikana kama mashinani, kwenye dispensary, kwenye level 1, 2, 3 hapo. Tunataka kuhakikisha kwamba wagonjwa wengi wa kifafa wamepata tiba vile inafaa. Ere buya kigima madam yosha sensemo ekero monta bere koroso muibuli usema tebe korongo monto nabugate ebimanyereriyo biria biendurume nkiba bwendrete gukora nainde nabo twerera gwikira asinya gitari mbindo kieba ko babago pimwa mbiya mono. So kero kwarorire umwana ogo gusoma gako gusoma ngino ga aro kirisendi nateba okomoreta nyagitari. Kero bagurense abaruira abambari kuchibatwara memory. So to mutigache bieka. Hekana nabera apen no ninjira. Mwakamba ni morete mpaka nyagitari ereso murire na kiakoba. Nisa kieje kora bange batebire ko bobutuko. So ayerese na kiakoba, and then from the story nabo munyagitari ago decide kama e story ne ronga ni ga gwete na epigipigi ya moyereti o lazima tokore CT scan. Torenga which part of the brain ase amanyinga maybe ronya na amanyinga agoseberanio bongo tuo ochigicha. E condition mune ina bo surgeon ko moira tiete rusi amanyinga ali agosari currents chobongo. Na anda tapona from that point. Okonyora historite ya trauma gozo montakire echuma matendro montara wakengundi omutu. Okagenga nengoro yange kumbe ikona impact. So kertu abori chi story chonsipi. Nguto gaidi chirenga CT scan tokora. MRI tokora. Gosene togo pima manyinga turusia manyinga segete kyomogongo CSF tujurose meningitis. Omonyagitari ntwatebanga meningitis ndirekoreta epilepsy. So nabo ebipime ibikoningana na story umuruira aretire naki koru nakia presentiri go chinyagitari ero monyene. Alafu tari lazima tonyore gento gego tebanga bibi tokore CT scan tebanga buruire mbora. Indiro konyora kuna iko sawa, the CT scan is normal. Lakini umuruire ngwa kirarense. So history ne ero gento kiamana ji CT scan later. Nto basa konyimo muruire right yo kumubeka samario gali yo komokonya tachi konyora okugwa. So lazima tumubeka samario. Yeah. Lakini sasa tukikuja kwako daktari tena upande mwingine unapata kwamba kuna yale mambo ambayo huwa yanasababisha labda watu wengine kuanguka ama inasababisha ile hali kumrejea mtu ama kwa lugha ya kimombo tunasema triggers. Hebu tueleze katika upande huo. Asante sana. Sana huwa tunasema mgonjwa wa kifafa yuko salama. Na anaweza ishi maisha yake kama mwananchi wa kawaida. Lakini kuna yale mambo ambayo yakifanyika atajipata kwamba anaanguka na hakufa kuanguka. Hapo ndio tunasema kwamba trigger factors. Trigger factors, kuna wale watakuwa na trigger factor kama homa. Mtu akiwa na homa anaweza jipata anaanguka na hakufa kuanguka. Kuna wale wanatumia madawa lakini bado wanabugia pombe na madawa ya kulevya. Bado itafanya uanguke na hakufa kuanguka. Kuna wale wanakosa usingizi ya kutosha. Mtu akifafa anafaa kulala vizuri ili akili iweze kutulia. Usipolala vya kutosha unaweza jipata umeanguka. Kuna ile kuketi kwenye TV ama kwenye simu kwa muda mrefu sana. Inaweza kuwa trigger factor. Kuna pia ile inaitwa stress.
Stress pia inaweza kuwa a major trigger factor. Na pia kuna wale wanakuwa na hasira. Ukiwa mwenye zinaitwa extreme emotions. Ukifurahi sana utaanguka, ukikasirika pia unaweza anguka. Kwa hivyo tunajaribu kueleza watu wa kifafa kwamba ukishaelewa kwamba ni kitu kipi ambacho kinafanya unaanguka, unajaribu kujizuia ili usijiweke katika nafasi ya kuanguka. Ngwera na sensema madam to manyanga sobo agali ane mono mbinto kibiri bikwirira abanta babwate ndrume baba bakonyoranga babero kwiranira ensemeri bale bose onye no muntu gochogwa obaga kubwo onye no lyo gukira obaga gukira mbinto kibiri birira ane mono abanta bakonyora ase ensemo engabune mbiya mono so muntu gukwendrume na wende to bata gutwara okogechi gukuriguru asira kerago kasirika agwenda obongo oboko ba triggered onyoro gurense oyo gotumia bangi dawa za kulevya kogera chirawe obwenda kuguri morituko nabagora guno mara gatatu rituko omonto okorigirieti ise korigirieti bimo no obrabubori gosesimi so much brightness ngo trigger bore currents in the brain oranyoro gwakiranse kerago tambo koroche omorengali yoyo o reflect roche amachari merindo apatanguka omulero monge kerobegete bigenga kabisa omulero woka guchigoro oreri mureri nene ina trigger ndio mana abantu abange abali chikoni once ya udire kunga iga gwete kerali kuruga esenye njo omulero oria and then stress wata mafikira mange ayeno mwiboli abantu igoro bale school to what school fees uyotanguka so etubende negitoro obente kurara gitoro chinyinge igero bongo botulie enough sleep so amangana iseko yabwatia nonyune ryogo tokonyora gugwakiranse. All right. Okay. Monchu murire ndizi tunaika watabi na watu bwate sensirili mtandao ya Facebook, Ndizi TV News Digital, YouTube, Ndizi TV News, and then sometimes to www.ndizitv.net asense media mtandao au www.ndizitv.net kutunyora sinsemero ngebere na inye amatuko atano nabere ye wiki boigo tobua na botoma message yabo se amaboli ya wetera sena namba yetu SMS 0792192834 sangana intwe aseme inchira ijabene mambia bono na wiga sense media WhatsApp namba ne yo 0792192834 Evans Mukwa kurwa Emomo Cyber Keroka following Sidi Nyax kurwa Asense Media Ngeri Township Wakire good morning Rebecca Bochere Oino kurwa Ugembo tuned ndani ndochenga Simanto Jackson watching live from Masaba Omogogo mpaka mwisho. Ocharo William anafuatilia pia kutoka ile upande wa Sensi Kisi watching live. Turarango barabara ko tumuro birwensa kimambia bono ntobwate Ruto Nyabuto from Saudi Arabia kondani. Henry Ochoki daktari anafuata kutoka upande wa Itibo City Kisi County. Nelson Juma Ensakia Abigail Maro Kisi County Moticho Ward. Nelson the professional expert and painter glass fitting natukotumuro birwensa kimambia. Rose Micheno from Nairobi Pipeline omongina Edelmonte na Habi Naftali Onyango following omoroberi wensakia ase emambi yabono. Eric Osoro following korwa Keumburi Taro Wakire Uya na boigondo chenga ensuri ya ama aita na Sunday Lady Abana Sweet Boy omwana Omoklovia Macme present na pia naona Kefa Obanchiri from Boston live and clear abaraiva sikwe egati yabana tkotomoro wensakia ase emambi yabono. Embusoro engi yakoro bonchari wamanja akondani pia ya moroberi wensakia ase emambi ya abono. Baada ya kupata kwamba mtu akona ugonjwa wa kifafa, ningelipenda kwanza kujua swali langu la kwanza ni ugonjwa unaweza kutibiwa, alafu kisha utuambie jinsi ipi unavyoweza kutibiwa. Asante sana. Kwamba kwanza kabisa tunahimiza kwanza community iweze kuelewa kwamba ugonjwa wa kifafa ni kama ugonjwa wowote. Na ugonjwa wa kifafa una tiba. Ukija kwa madaktari
upeane historia vizuri, uweze kueleza vile kifafa yako inaendelea, wataweza kuamua ni aina gani unayo. Baada ya kuamua ni aina gani unayo, watakuweka kwenye ile dawa ambayo unahitaji kutumia. Wakishakuweka kwenye ile dawa ambayo unahitaji kutumia, watakufanyia ile kitu inaitwa follow up. Follow up inamaanisha ukipewa dawa hauendi kabisa. Utarudi, waweze kujua kama unakuwa sawa ama bado kuna tashwishi kuhusu kufitika kwako. Wanaweza badilisha dawa, wanaweza ongeza dawa ili wahakikishe kwamba kufitika kunaisha. Baada ya muda kufitika kukikawia bila kuja, watu tunasema kitu kama miaka 3 bila kufitika, tutaanza kupunguza madawa. Tunapunguza kwa upole hadi tutoe kabisa. Na tutasema kwamba hautumii madawa tena na utakuwa umepona. Lakini bado tutafanya ile inaitwa review. Tutahakikisha kwamba bado unakuja kwa hospitali ili tuangalie zile activities za kufitika. Tuhakikishe kwamba hairudi tena na utakuwa salama. Ingo sasa ya madam tumanyango oborero gwendurume litangani nkobweni bole na ndili akabere nchira kieye omuntu arabe gakorwali oikiranga obeire gakobwena. Mbuya muno. Oborero gwendurume mbo wateriogo. Lakini kubwene ego kulingana na kiumuro kubwatia masharti. Amario gayo koegwa ngoranya nyore for at least miaka 3-4 at a higher dose. Once mwonya goje clinic bakonya ko reduce. Once kunyo iriogo to wakiranse. Lakini temine tinge ngokere miaka otikigunga pap. Lazima ni serial checks. Yani ukona goja kirenga ki. Onye na accident kwa nyorete maybe obongo bogatwara manyinga. Esajo ningo irere tiete kuru evacuate amanyigali. Aidori kugendera buno yondo tabwati ekosi manyire. So oyo orusiwa ekloti asobongo akwewa mariogo within 1 year obwenire. Lakini oyo ndo wakiranze twakire kibicha tutabwati ekosi lakini ngwakirarenze oya nguranyora marioga sama emyaka emenge no gwiki emyaka 10. Bomanye kwera. Lakini natebiringa lazima bubwati na kyo kunyweriogo. Bwana. Alright, ere buja kigima upande mwingine ningelipenda uweze kukufafanua kuhusu hiyo upasuaji wa epilepsy. Ni wale ambao wako na shida kwa ubongo peke yake ama kuna pia wale wengine wanaweza fanyiwa upasuaji, na ni vipi labda upasuaji inakuwa tofauti na kupewa na madawa, ama kuna uweze kulainisha hayo mambo mawili? Kuna aina tofauti ya matibabu ya kifafa. Tunasema kuna ile kupewa dawa, kuna ile wanaita pace setter ambayo inaekwa kwenye akili ili kuweza kuzuia kule zile nguvu za umeme zisitolewe kupita kiasi. Alafu kuna wale ambao tuseme walikuwa kwenye ajali. Kama ulikuwa kwenye ajali, tunaangalia kwamba labda kuna ile damu ambayo imeclot kwenye akili. Lazima wataondoa ile clot ili tuweze control ile hali ya kufitika. Kama umekuwa na magonjwa kama TB ama meningitis, unaweza kuwa na usaa kwenye akili. Lazima waondoe ile usaa ndio waweze kukuzuia ile kufitika. Na kama uko na zile zinaitwa space occupying lesions, yani kuna vile uvimbe ambao umemea kwenye akili ambapo haifai kuwa, na hiyo pia hufanya watu wanafitika. Kama kuna hali kama hiyo, itabidi kwanza waende kuviondoa vile uvimbe ndivyo uweze kuwa unaweza tibika kwa kifafa. Watu wengi udhani kwamba sasa zile tunakutuma CT scan eti tunaangalia kama uko na kifafa. Sana sana tutakutuma CT scan irudi ituambie hakuna chochote kwenye akili. Haimaanishi hauna kifafa. Inamaanisha kuna vile vitu ambavyo vinaweza kuwa viko kwenye akili na vifai kuwa hapo, na tumehakikisha kwamba havipo. Kwa hivyo tunaweza tibu kifafa bila kuwa na wasiwasi kuhusu chochote ambacho kinaweza kuwa kinaileta. Gingore na sensema madam nkonyorulinga abantu ngutora bali ndurume, lakini kulendi kwanyoranga abantu bamanyitinga amarwire nare echitafauti ao bono tumanyango obubembo mborobyo bwakaro kwanyoranga ekero muntu atore ndurume omuntu ogenda ali no na se chemist ocha kuhurelio go mwalio golinde lionzi madara ki ara twara se omubiro yo mu roiroyo ombuya muno mo
oburiro bwendurume togotebia abantu na mochi nyagitari tutete tokora uchunguzi abanyagitari tobori history buya kero kogenda over the counter kuchikugole riogo nki kwamanya kiare toburiro tiga go treat chi sign we want to treat the cause so ngobatebi na inchunya gitari ya serikali kwanza ebipimo bikoru history engale koru igera omanyigunga osomigunga oburiro bubwo mwako wabwate gusomwana ogabwate nobo parato na kitoko borwali nobo nande nga kiubendete go team up na nyagitari so nto basa kogenda seduka kugole riogo ngo muriro go na keretense tumanye tingi kyagereta gakeranse nande chemist mbabwati into bagukuringoleria parabune chibesa bategete bakweriogo na eminetinga buriro mudo tuchukubonyara ebieka yekrato maiti mborobio inchunya gitari kororo boringo ruboisaine ritangani yes ere buya kigima upande mwingine kikuja kwako daktari ningependa uzungumzie haswa wale kina mama ambao wako na ujauzito na wako na epilepsy ni jinsi hivi wanafaa kujitunza. Asante. Sana sana tuko na ile campaign hapa Kisii ambayo tumelaunch ambayo inaitwa campaign against epilepsy stigma. Na tumeamua kufocus sana kwa wanawake. Kwa sababu tumepata kwamba wanawake wanapitia mengi wakiwa na kifafa. So nitaongelea kwa uchache kuhusu kifafa na mimba. Watu wengi wanadhani kwamba mwanamke mwenye kifafa haizi pata mimba. Kuna hiyo dhana. Mwanamke mwenye kifafa anaweza pata mimba. Mwanamke mwenye kifafa anaruhusiwa kuoa ama kuolewa mtu mwenye kifafa au mtu asiye na kifafa. Pia kuna wale wanadhani kwamba yale madawa ya kifafa yanadhuru wanawake wakati wa mimba. Kwa hivyo tunasema kwamba mtu mwenye kifafa akigundua kwamba ana mimba ama akipanga kuwa na mimba ama hata akifanya ile ambayo inaitwa family planning anafaa kuwe ana ile communication na daktari wake. Sababu atapata kwamba kuna yale madawa ambayo ukitumia na unatumia family planning fulani utajipata kwamba unaanguka zaidi. Kwa hivyo mkiwa na ile uhusiano na daktari wako atakueleza kwamba family planning aina hii iko sawa na aina hii haiko sawa. Wakati tuseme unapanga kupata mimba, daktari atakueleza kwamba dawa hii unatumia haiendi sawa na watu wenye mimba. Anaweza kubadilishia akuweke kwenye ile dawa ambayo inaendanisha visawa na yule mwenye mimba. Kwa hivyo sana sana watu tunahakikisha kwamba ukiwa na mimba hakikisha umetembelea vituo vya matibabu, umweleze yule daktari ama nasa ambaye atakuwa anakuhudumia pale kwa mimba kwamba wewe uko na madawa ya kifafa ambayo wewe unatumia, ambapo ataweza kukueleza kama hii iko salama ama haiko salama. Sio madawa yote ya kifafa ambayo haziko salama kwa watu wenye mimba. Kwa hivyo daktari ataweza kukusaidia na ataweza kueleza na kuweka kwenye dawa ambayo iko salama kwa wakati ambao una mimba. Date gocha madam na sense ma momento oya obolito engane yone mono enchera basubati bali babeire bakwegwatira ni bwete kwirenda ne mono lobwate oboruiro bo bwendurume. Bia mono kwanza kabisa kero obwate ndurume mono musubati no bwenete ko banga no monyagitari kero bwe utayete ko bwata oborito onye bwakira accident onye bwakire mu basokano tabangete injo clinic mapema tiago ganyanga no motienyi injo kirina kwagundua kwabere morito injo clinic you ese clinic umunyagitari nabo kufuatilia closely ama twapimo mwana ultrasound every month na kyo mwana agendrete inda yakora mario ga epilepsy nda koleta chitoro mono chi usingizi mingi umunyagitari oyo bwabangina na mangana yechi laboratory amanyinga twaira twapima twaragoseni infection nero ayabo no muntu kubwatigu closely kubwabangina bali bande bale nomo once okubwatigu closely na mario ngunyoro byato wakenanse no itukolimo yakogoro mwe to iso wakenanse nando mwana karenda nabo mwana ko nabo kumi ayo monyene so
tunahimiza unakuja clinic, unafuata maagizo na unakunywa dawa vile daktari amesema. Alafu chibi chanjira to kora kiro mutinyi twara na kio mwana agendelete. Nikikuja upande wako daktari, ni jinsi ipi wagonjwa ambao wako na epilepsy wanafaa kujilinda ama wanafaa kulindwa? Sana huwa tunasema kwamba mgonjwa wa kifafa ni mwananchi kama wa kawaida. Anafaa kuishi maisha yake kama mtu yeyote wa kawaida. Kwanza kabisa anafaa kwenda kwa hospitali, sababu tumesema kifafa inatibu. Akienda kwa hospitali ataweza kupewa matibabu ambayo yanafaa. Akishapewa matibabu ambayo yanafaa, kwa tunasisitiza kwamba kuna ile safety. Kuna zile sheria ambazo unafaa kufuata kuhakikisha kwamba uko salama. Tutasema kwamba mgonjwa wa kifafa haruhusiwi kuendesha vitu kama pikipiki. Anaweza anguka wakati ako kwenye pikipiki ama kwenye gari. Nasema mtu wa kifafa wakati wa kupika, tunasema wanawake, wakati wa kupika unakuwa na mtu ambaye anakuangalia. Ili ukiweza kufitika wakati unapika unaweza kuokolewa mapema. Maana pia huwa tunasema kwamba unazuia kufanya kazi ambazo zinahitaji wewe kupanda juu. Kama kwenye post za stima, hapo kufitika kunaweza kupata kule juu, hapo anguke umie. Pia kuna wale tunasema kuogelea. Kama ni kuogelea, lazima uwe unaogelea kwenye tunasema ni shallow pond. Na unahakikisha kwamba uko pale na kuna ule mtu ambaye anaweza kuokoa wakati kufitika kunatokea pale kwenye maji. So huwa tunazuia sana ajali za barabara, tunazuia sana ajali za moto, na tunazuia sana ajali za maji. Sababu tumepata kwamba wagonjwa wa kifafa kuna ile inaitwa sudden unexpected death. Huyu mtu hata aga dunia kwa sababu ya ile kifafa naye. Hata aga dunia kwa sababu ya zile hazards ambazo alikuwa exposed. Sababu ndipo tunasema jaribu sana uwe na mtu karibu nawe. Hata wakati wa kulala tunasema kwamba jaribu uwe na mtu kwenye hiyo room ambaye anaweza kuangalia wakati wa kulala. Tukija kwa madam, ni jinsi ipi bosenje kitu wente kulinda abana abaito bose ondobwensi ora obwate endrume asia mateito. Usembindo ki wowe wetanga na birobyo. Okay. Biamono. Uburere bwendrume twatebe obugo chance jindi chonse. Omanyene nkwiware muna twaba ochiri bagoteba kera bagukuruara akorore gezunguzungu. Oyo goika kwekonya ngusukare kurwa somuliro. Lakini nya okumubwabwango akugwa somuliro ime. So togoteba iga. Anya kugwa tumurire nkobwe ndurume. Tabera likere bieka. Number 2, tabasa kurara gitanda kire iguru. Yeka nabago aguchigicha kerense au miumutu. Ekora onye konyare kanoro siruge gitanda kire special kire lower. Nonye skuru togo somia ba togo tebia balimu gosekero mweburia kurumano eskuru ali kenga mwana na epileptic touch korale deka iguru. Roche. Kero chikubucha amache gesima goso chikubucha amache oroche rogweta ntwatebe merengali eli gokoira. Kwikabagende no muntu. Tabasiko genda roche rebieka. Number 3, onya gako occupation ya eno mogendi pikipiki. Onya gako nyiriogo ya ebuya. Takwa kiranse lakini onya te kunyiriogo ya ebuya tagwenti ko gendi pikipiki because endrume nabe gukubwata lioko gendi pikipiki bwa kirense omie no mwabiri obogoreti. Tabasa koline mete iguru. Endrume ngo endere ni height yani obutambe okora chingena ngeni tetegetinge na ngeni orre chingena ngeni amaiso. So tabasa koline muno no mwaga chiko chinyomba igoro goso kolina chi pulse stima na wanyoro okubwatu endruma bugoro akirense. And then kubucha amache gesima. Remember bisima bito okobeke ngoli kwari eri amache go chinsa alia. Alia chingali chikumuira bwa kiranse. So tabwenti go tokere, in fact tabwenti go tokere bieka asara atari awento go toka neki ateka. Tukuja kwa daktari, ningependa pia kujua kwamba wakati mtu ako na huu ugonjwa kuna zile chakula ama vile vyakula ambavyo mnasema kwamba aweze kuvila na vile kuna vile vyakula ambavyo hafai kuvila. Sana huwa tunahimiza watu wenye kifafa kukula ile chakula ambayo inaitwa balanced diet.
Kula chakula ambavyo vitakusaidia kiafya. Usile vyakula ambavyo vitakudhuru kiafya. Kuna vile huwa tunasema about ketogenic diet. Ketogenic diet sana sana huwa inaongelewa sana kwa kifafa. Lakini kwa Kiafrika ni ngumu sana kufuatilia. Kwa hiyo sababu ya hiyo ugumu wa kuifuatilia, huwa tunasema kwamba kula balanced diet na ule vile vyakula ambavyo vitahakikisha kwamba una afya. Inyo chasema madam ndagira kiye muruiro lia obwate enduruma abwendete kulia naende ndagira kichi abwendete gwitanga na chirocho. Mbiamono. Ndagira teya atabwendete ko rispokuwa twateba maru. Esigara. Ndagira ndeyo nabwendete ko sababu ndurumeteri associated na ndagira. Unatora te ururu sukari gokorie sukari nechetire. Egento gwetanga koru na maru esigara na ende twateba ko reduce stress. Hivyo tu. Yeah, there is no special diet. Yes. Kuja kwako daktari, upande mwingine kuna dhana ambazo watu wako nazo kuhusu kifafa ambazo si za kweli. Ni dhana zipi hizi? Sana sana watu wengi, tukianza mwanzo nilisema kuna watu walisema wanadhani kwamba kifafa inaletwa na uchawi. Kuna wale wanadhani kwamba kifafa ni sababu ya mashetani. Na tulisema kwamba wengine wanadhani kwamba ni laana. Watu wengi sana wakishakuwa na hizi dhana ya vile ambavyo inaletwa, watawapeleka kwa waganga. Watawapeleka kwa mitishamba. Na hawatakuja hospitalini. Sana sana tunapata kwamba wagonjwa wa kifafa wanafichwa nyumbani. Sababu jamii inawatelekeza. Sababu ya ile association of child. Kuna wale pia tunapata kwamba wanatolewa kwenye mashule. Kwa sababu ya dhana kwamba wana mashetani. Na wataweza kuwasumbua watu wengine wakati wa masomo. So unapata kwamba mtu mwenye kifafa haizi jitokeza. Haizi ongea kuhusu mgonjwa alionao. Na haizi enda kwa hospitali kwa sababu anaogopa kwamba watu watajua kwamba ana kifafa. Na hii inafanya kwamba tunakuwa na ile kitu inaitwa treatment gap. Treatment gap ni kwamba watu wengi wana kifafa, lakini wachache sana wanapata matibabu. Inasemekana kwamba Kenya kwa watu 100 ni watu 20 pekee yao wanaenda hospitali. Watu 80 hatujui wako wapi. Inamaanisha wamefichwa kwenye manyumba na wametelekezwa. Hawawezi jisimamia wakiwa kwenye makazi. Sema mtu ameandikwa kazi aweze kufifitika, anafutwa kazi. Na kuna zile sheria ambazo zinazuia mtu na zile rights ambazo kila mtu anazo. Tunapata kwamba watu wa kifafa kwa sababu ya zile dhana, hizi rights ambazo wanazo sana sana hawapati. Monchumuriria Ondizi TV engane inotora tokogenda ase omotimoko omoke kuna nigo twende gusanga nabageni baito ane mono twende tukumurikira oburoire boko gwa kwendurume na bera tokenga no bwato mwana nkagari no bwato moiri obwate omochando yo sinoligeti komanya engane nde onsi sangane into asentiriro mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na bwetera so mtandao ito www.ndizitv.net osonyora chinse mirongo bere na inye amatuko atano na bere ye weekend ambayo teseme 0792192834 sangana intwe asentira bene imambi yabana tubasa sobas konyegera kuna tori asika getali ege tambe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track
D1 echuchire PSV oburundi bwechi matatu cha 14 sita. D2 PSV oburundi bwechi bus. CE heavy trucks. F PWD chiabantu bali nobolema. Bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive. Obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbulia buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Butambe kurumu chubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka okwagachira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Uhuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge konya bari icyuma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebinde binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 veka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi ne no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sema Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sema Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo asenye mbere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Monchumulilia Undizi TV ukwani bene ase entunda yende entunda ya mwelio
ime yumuroberio gwensa ke asemambi yabono twendete kumulikira anene mono igoro yuburuire bukugwa kwendurume ane mono astuwatabagani obwatubumanyi bwekerengo kigoro ane mono ase amaruire angabuna ya maruire ali atali kwambukirwe kurasa omonto oyo mugukia ase oyonde korende nabo gusangana intwete nchira elia yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na waterasa mtandao ito www.ndizitv.net. Namba ya SMS 0792192834. Sangani wetera aso mtandao ulia WhatsApp 0792192834 ase imambi ya bono. Kabla tuende katika mpumziko tulikuwa tunazungumza kuhusu haswa zile dhana ambazo si dhana za ukweli kuhusu ugonjwa wa kifafa, na daktari akaweza kutusimulia vizuri, lakini rende mada ni matenga orogongorwa gusi no abantu bakonenge tukigima abantu mbabwato kwege no konge ane mono igoro yoboro irobo bwendurume tumanyango asobwaga igoro yokwege na gotali ogwakene kuri ase abagusi ane mono igoro yoboro bwendurume muya mono oboro bwendurume usiengi matia tumanyi buga tali borogio mundu tayora rogobongo bw'omuntu oboro bwendurume ebogo cyane cinjira ao twateba na nyoro obongo mbobwate lesion yani akauvimbe na nyoro muntu ngwanyore accident ukomyo mutu eyende ndire gocha sengeji ya kubururu bwa meningitis na even malaria severe malaria once etarwali ribuya na bekoreta epilepsy obururu bwendurume bona ndara goteba iga matukaya ata tunatarire gusina atarire abageni sub county satolero ne yakanengochia no anyoriro manyinga abantu abange bamaito ururu bwendurume no korogwa bose na mashetani umwana yaruteretu kakiti atumanye go chakarero tariki 15 nga ururu bwendurume tari mashetani tari okorogwa ira reto mwana nyakitari gosomuriro family member yawo nyakitari echunguzwe echakueriogo nando ururu bwendurume nkubwana tore twateba abande batebire umwana one achite university nari achagete kugunze tomati go so mwana yachita agachaga kunywa mario ga kulevya mario ga kulevya ndira korosio bongo bwa care togodenga brain atrophy obongo kero bwa care ngo sinyubore function yaye bakora kwanyoro umwana uchakire koba gokwendurume so mugusi kaki ururu wendurume mboli kora tunaboroki yeah. Alright, kuja kwako daktari, kuna hile hatua ambayo inafaa ichukuliwe ya kwanza, ambapo wakati ambapo unapata mtu kwamba ameweza kupata ule ama msisimuko kutokana na ule ugonjwa wake wa kifafa, hasa labda ameanguka, labda vile umesema kwamba ameweza kusimama, ameanza kutingika, ni nini hatua zipi ambazo zinafaa zichukuliwe kwa yule mtu? Asante. Kwanza watu wengi utoroka. Kwa sababu ya ile uoga ya akimgusa atapata ugonjwa. Ugonjwa wa kifafa huambukizwi. Hauwezi ipata ukimgusa mgonjwa wa kifafa. Hivyo watu naimiza kwamba msaidie, msitoroke. Ya watu wengi utoroka kwa sababu kwanza anaogopa atakipata. Pili hajui anachokifanya. Hajui atafanyeje mtu akianguka. So nitaongelea sana kile unachofaa kufanya wakati mtu anapofitika. Kwanza mnafaa kuhakikisha kwamba mahali alipo pako salama. Naondoa vitu ambavyo vinaweza muumiza. Labda ako karibu na vioo, labda ako karibu na vijembe, vile vitu ambavyo vinaweza muumiza. Unaviondoa. Ukishaviondoa unahakikisha kwamba kile kichwa, sababu wagonjwa wa kifafa wakati wa kufitika utapata anajigonga sana kwenye tunasema floor, sakafu. So unafaa uchukue kitu kama pilo. Ukiwa kwa barabara usipata pilo. Kwa hivyo ni ile nguo ambayo umevaa. Labda unaweza kuwa umevalia koti. Chukua ile koti mweke mgonjwa chini ya kichwa. Ili kuzuia ile kuumia wakati anajigonga kwenye sakafu. Tunasema kwamba una time kufifitika. Unahakikisha kwamba umeweka time kufifitika, akufai kupitisha dakika 5.
Kifikisha dakika 5 unafaa kufikiria vile unafaa kumpeleka hospitali. Lakini kabla ya dakika 5 unaendelea tuna ile tunaita first aid. Umeshaweka ile kitu nyepesi kwenye sakafu ili asiweze kujigonga kichwa. Kama alikuwa amevalia tai ama alikuwa amevaa mishipi, unayafungua ili asiweze kujinyonga. Baada ya hapo usijaribu kumuinua mgonjwa wa kifafa eti kumuondoa, mtaanguka wote. Ana nguvu kupita kiasi wakati huo. Usijaribu kumfunga ili kuzuia asiendelee kufifitika. Mwache aendelee kufifitika, hakikisha kwamba mahali alipo pako salama. Kuna wale ambao wanawekea vijiti kwenye mdomo. Mgonjwa wa kifafa anapofifitika haufai kumwekea chochote kwenye mdomo. Watu wengi husema kwamba tunamwekea ili asijiume ulimi. Wakati umeweka kile kijiko, ndio umempea nafasi ya kujiuma. Wakati umemwekea kile kijiko, unaweza vunja meno yake. Sababu kijiko ni chuma. Kumbuka kwamba ana nguvu wakati anafifitika, ana nguvu kupita kiasi. Kwa hivyo hata ile kijiko ataiuma, atajiumiza meno. Kuna wale ambao wanamwagilia maji wakati wanafifitika. Usimwagilie maji. Na kuna pia wale ambao wanampea chakula. Eti tumwekee glucose ama sukari kwenye mdomo aache kufifitika. Usimwekee mgonjwa wa kifafa chochote wakati anapofifitika. Unamwachilia tu aendelee. Baada ya dakika 2-3 ataacha. Akiacha unamweka kwa ile sehemu ambayo inaitwa recovery position. Recovery position ile unamlaza kwa upande. Kumlaza kwa upande ni kuhakikisha kwamba vile vitu ambavyo vinatoka kwa mdomo, mate, saa nyingine ametapika, yanaweza kutoka nje ili asiweze kumsakama ama kumnyonga wakati anapofitika. Alafu unachukua kuna ile mguu ya kwanza ambayo iko flat kwenye sakafu. Yeye inabaki flat hivyo kwenye sakafu. Ambapo kuna hii mguu ambayo iko juu ya ile iliyoko kwenye sakafu. Unaivuta kwenye goti at an angle tunasema ni 90 degrees. Kuivuta kwa hiyo angle ni kuhakikisha kwamba mgonjwa hatapinduka kulala na tumbo. Ile kuzuia kulala na tumbo ni kuhakikisha kwamba hajifuniki uso kwenye sakafu. Ili aweze kuendelea kupumua. Wakati umemwekelea hivyo, atakaa kwa muda. Alafu ataamka. Wakati ameamka, kumbuka huyu mgonjwa hajui kilichotendeka. Unaweza kumweleza nini kimetendeka, alafu utamuuliza maswali kuhakikisha kwamba amerudi, ashajielewa. Sababu hiyo utapata wakiamka bado hajielewi. So utamuuliza maswali kama unaitwa nani, unatoka wapi, ni saa ngapi, ataweza kueleza. Ukiona ameweza kueleza itamaanisha asharudi iko sawa. Utahakikisha kwamba umemuunganisha na mtu wa jamii ama mtu aliye karibu naye ili ikija tena aweze kusaidika. Usimwache peke yake. So ikija tena anaweza umia. So hivyo tu ndivyo unafaa kufanya. Haufai kumwekea chochote kwa mdomo na kuhakikisha kwamba umeipa timing. Kwa tunasema ikipitisha dakika 5 ndio ni emergency. Tunasema tunaelekea kwa ile inaitwa status epilepticus. Lakini chini ya dakika 5 mgonjwa yuko salama. Ingo chasinse mamada mekero okonyoranga imioro kongorwa gusi no mangana ya abuchete ekero monto bwate nduruma bera kugwa ni chirabante ba kurwe birundo batamaka gimondo tete kumuikange ogura somolero onde tete kumuikange abange kwate abanga babeire bakuya tumanyango mbitambo kero kie byo monta bwendete kuirane monekero monta bera konyorwa oseka kubwatwa no buri bwendrumo se tobekoranga bwabire bogweso kigima ombi amano once kwa nyoliro muntu okwendruma agurense eyendege tangani arigeria sayonga ngento kikera mu misemono kerusiororo to basa kumubuata limnaga saine ko chigicha ayegento kora eni asai nyarosi abagare igera munako chigicha mpaka kolere bieka to basa kumusa to basa kumubogori because kero kumuri uju kwa kugure nere taringa gukwambukeria zenja bati chinguru chinyinge because estimeriete to so bonge gatware short lazimere bonde gento koro kumurusia se danger urusio nyana macha renge chindo ria uju wakati chinta cho tamu ta basa kunywa onye no murero rengange murusi kurwa so muri tari kumubogori goro okumukurura gocha sa
aso muriro tayo onye ne chiko rusie chiko itself nyeira tambe rosia sayo asako chigichera abagare buya alafu to basa koreta gendo kendi nyonsingo mobekero umuntu orenga kuri umuntu mono dijo chikonvekere chiko nkubunara amaino nande ingisa ko liri swali ngonya ko romondo to bwati orumeme ababago kwendrume onde tayo kero umuntu nabwati orumeme nyasaye oyo arosetie mebere y'abantu unique noromoro memeru wao nkubwena rolerueka okubeka monyo obeka machamurero wabwenire na oyero mebeto resu gosonwa nyagitari it just heals by itself okubeka garagaria mache yo monyo monu narukwa bwena to basa kubeke gechiko monu to basa korete bitobeke monu ngangwero male ayibona yo kumumisa mono number 3 once yakolire kumagaka mo entonebire onyo begete tai nyerusi because irianya gwakiro mutunze etayire gasaine komongenda remember tari ndrume yego kumoita ne tai ya mongenda so lusi etai onyo no mwakole ngosi beto mochibierongi lusi mochibierongi igere embe mwake rore yangende yonse nyene gotimo bekero mutunze gekoro mutul no rukunya gwakira se ground to basako mwa machanyu motigati moke wisako mwa macho mutu muturi nga muno lengo molebi no ruchitoroime ara basako nywa mache bobe agenda seringoro agenda se amaya to morete ndandu buru bukuru aspiration on pneumonia so oko motigati moke nanda ndiko nyora bagwitirira mache bagwichere cho so motiga yatu moke ganse akoriro nyorengenga omochenji cyanga chingia alafu nabo kwanza komubori after timokire noroja sore agotebiega mwane njeningo igote de wasetting memory ya iranire one se memory ya iranire bona bako mwegento ke bwate ina chianyu study egotebaiga omonto kumagaka chidai kaisano enga buno chinguru chiria tumia komaga kijinga muna atalire chikilomita 15 norojo mundora taji kilomita 15 de chinguru atumire so one sia korire moegento enda to bosoko mobokima amache oko mwaerongori gosechae ebwate chingu ebwate sukari igeranywa tware chinguru and then riri akorire komagaka to komobekera orobega ara orobega mama etaito korio gosokobe riru riri igoro rikune ground eseki taji gonjo karale renda abekene chimioro nsasinyukweyana so that's we call recovery position ya segesongo akurale orobega igera matali ane ngumonu amanyinga ali romoro meme anse guite karuka taji komongenta ebona. Alright, tukuja kwako daktari. Sasa ningependa tuweze kuzungumzia idadi ya wale ambao wako na ugonjwa kifafa dunia mzima na haswa nchi yetu ya Kenya, na pia katika hali hiyo pia uweze kuzungumzia kama shirika mnafanya nini na ni kwa nini ugonjwa huu wa kifafa unafaa upewe mkazo ama kutiliwa mkazo. Asante. Yeah, sana wa statistics ama hesabu inasema kwamba watu milioni 50 dunia nzima wako na kifafa. Ukija Kenya utapata kwamba kati ya watu 18 mmoja yuko na kifafa. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao unafaa kutiliwa mkazo sana na kuangaliwa kwa umakini. Ndio maana tunahakikisha kwamba tumetembea kwenye makaunti. Kaunti inamaanisha kwamba afya ilirudishwa kwenye kaunti. Na tunahakikisha kwamba tumeenda pale kwa wahusika ili tuhakikishe kwamba ugonjwa wa kifafa umetiliwa maanani vile inafaa. Na ndio maana tumekuja Kisii. Kisii tulikuja kuanzisha ile campaign ambayo inaitwa Campaign Against Epilepsy Stigma, especially on women. On women kwa sababu wanawake ndio wanapata zile tabu zaidi wakati wanapokuwa na kifafa ama wanapowatunza watu wenye kifafa. So tuliamua tuje Kisii kuhakikisha kwamba dhana na vile vitu ambavyo watu wanaamini kwamba tunaleta kifafa zimesuluhishwa na watu wameelewa kwamba kifafa ni ugonjwa ambao unatiba. Wameweza kujitokeza, wamekuja kwa
hospitali na pia tunahakikisha kwamba hapa kwa hospitali wakija wanaweza kutibiwa vile inafaa. Hivi inamaanisha kwamba tunafanya ile training kwa wauguzi na wahudumu wa afya ya kuhakikisha kwamba ule mgonjwa wa kifafa tushamueleza kwamba kifafa ina tiba. Akienda hospitali asipate kwamba yule daktari haizi mtibu. Kwa hivyo tukishafanya training tunaenda tena kwenye county. Tunahakikisha kwamba tumewahimiza wahakikishe kwamba madawa ya kifafa yamefika kwenye hospitali. Sababu daktari anaweza kuwa pale ana ujuzi lakini bado hana dawa. Bado mgonjwa ataumia na ataweza kurudi kwenye waganga na wachawi. Sababu ile dhana bado umemwambia kuna dawa lakini ameenda hospitali ameikosa. Atasema kwamba wewe ulikuwa unamdanganya. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba madawa yamepatikana kwenye hospitali na pia kuna wakati tunaenda kwenye hospitali tunaambiwa budget haikupitishwa ya madawa. Kwa hivyo tunaenda hadi budget inapitishwa na committee ambazo ni za county assembly. So tunaenda hadi kwa county assembly ili waelewe kifafa ni nini. Akishaelewa kifafa ni nini ataweza kupitisha ile budget ambayo analetewa. Lakini kama hataelewa kifafa ni nini, utapata kwamba ile budget akitumiwa ataikataa. Sababu atasema hii budget imewekwa kwenye kifafa na hii kifafa mimi hata sijawahi waona hawa watu. Kwa hivyo tunahimiza mahospitali zikuwe na statistics za kifafa ili saa zile wanafanya budgeting ikuwe supported. Hata wakienda kwa county assembly tushawaambia kifafa ni nini, inaweza pitishwa kwa urahisi ili wagonjwa wa kifafa waweze kusaidika kwa vile wanafaa kufaidika. Pia ningependa kuja kwa daktari uweze kuzungumzia kuhusu katika kaunti ya Kisii uko nerenga kitobwa tumubar bw'abantu babwate oboriro bwa epilepsy me ye kaunti ya Kisii oboriro bw'endrume nabo obwateraniri boli gaigali kuboli kunga what is the biggest problem with epilepsy in Kisii County riboli abikoliwa na Patrick Ngechu. Okay. Patrick Ngechu is the CEO Kawe anyway. Biamono. Oborere bw'endrume number 1. Bantu mbari gochinya gitari. Nabatebi ng'omong'ina onyorire omwana oyige class 8 okorire class 8 amatem. Goenda form 1. Maybe omwana awate stress. Oansa kuwakiranse. Omong'ina oli agoteba omwana ona akoroki igarogwa. Dio abako chinya gitari bateba pana. Tokogenda ase omogaka getokorwari. Ekora igoro ntwanyorete majiwa South Mugirango nga omonto naro kwena neriogo erikonde ria rumotume. Atiagwasimora rikonde. Tulishtuka sana. Bono oboruire bw'endrume Gusii. Abantu abange babisirenga. Abare tobwate nyagitari namba tobwate ni almost 11,000. Bali bakwate totebe nyagitari cheito Nyamache, Ogembo, Kisii level 5, Marani, South Mugirango. Bali barase chi statistics ebitawo biribye serikali wanse montachire kwa manyeni ngone epilepsy agwate. Ase ngenjo ye na mbenke. Remember nona enyombe kero bwate chibesa oikurigere ringa ki ngiekerie kutumeka nyomba mono. No monyo gose ne sukari gose na mabere. Nyagitari pia amarwire na arororo chinamba tubwate chinyinge. Muna bono pressure gose diabetes. Kera kabesa kari gachiro kura mariogo. Ese nje ntubwati statistics y'endrume ndochugura mariogo y'endrume. Tokugura mariogo aya ya marwire to ya rocha ramange. So asengenje ya low statistics esenje na mpenge ye emanyire y'abantu babwate endrume gonyorora amatuka manga mariogo akubura chi ase chikaunta cha Nyagitari. Lakini our excellency Governor Simba ovekire mikakati through the sub counties. Amariogo sai epilepsy oisoko na Nyagitari endeons tokuburu. Na mariogo itali expensive. Amariogo kwenda ukunywa mutinyo mugima ni 150 phenobarbital. So na mariogo are affordable lakini tunaimiza abagusikiro montatu are kadi NHIF. Remember tali epilepsy okegocha irago itena wanyora accident utahitaji NHIF. So tunataka abantu bakate social chief
the social health insurance fund ya 300 shillings which is fairly affordable na nena janga bori abantu iga sama ko wenda abanyanabi tibasire ngamukoira engo keri kwoire no munyanabi yoni gene nyagitari nyore ryogo na che card ya NHIF ubwate chinsa chinde chonse busubiri cyo ko wenda nyagitari ende onse so in kisi chinamba chikarenge chiri chinyinge kubwe chire tomanyete nyagitari lakini ngwakira kawe mbuya mona sogocha because buna bako na Nairobi department ya NCD ngoenda tore ntwa tuena ne chikadi cha referral to the CHPs abanyagitari bali bekenyoro ngoenda bari guturikira bariro bali monspe babete babate epilepsy bali bakunyagitari bali balenka so in 2 months time ninjenje studio gotebanga chinamba irenga twanyorera bandu babate epilepsy na ndeme bango kitobwate yeah ere buyeke makolendeli bolendele mwamba koli ina linaligende asenge nchandeli abali kuboliwa asen chunda yende nabo kwira nelinga oboliro obwendume omonte kala takikolwa ngocharo obwena kabisa oriro obwendume twatebire mbobwate ryogo twateba onyo omonto onyore accident obongo bogaturuba na manyinga maybe agasobongo surgery ya koliru amanyinge clot keriki arusibu omonto ori obongo bwangu cheburerwera na into shape bwe banga muna bobwenerete bono currents njiri komisi gatiga lakini oyo otwalire ndurume tutamaetie kosi lakini ngwakirarense aise kubwati konywe ryogo buya at least maximum of 10 years following success wakubwati kabisa konywe ryogo ukunduruma ngwera kule yebo tunapoenda kumalizia ningependa daktari weze kuzungumza kwamba mnafanya nini kisi mko na mipango ipi na labda if you have a function unaweza zungumzia hapa na pia ukitoa wosia wako wa mwisho kwa wasikilizaji asubuhi ya leo. Asante sana. Tulikuwa tumesema kwamba Kisii tulikuja kufanya ile campaign ambayo tunasema ni campaign against epilepsy stigma, especially tuna focus kwa watu wa kike. Na tulianza kampeni hii mwaka ukianza. Kwa hivyo tulikuwa tumekuwa na machifu tulioelimisha kuhusu kifafa. Tulikuwa na madaktari tuliwafunza vile wanafaa kutibu kifafa. Tulikuwa na wagonjwa wenye kifafa na wale wanaitwa community health promoters. Tuliweza kuwaelimisha kuhusu kifafa na kuwahimiza kwamba waende kwenye mitaa na kueleza watu kwamba kifafa inatiba au watu waweze kuja kwa hospitali. Pia tulikuja kwa mara ya pili tukafanya kile kinaitwa convener. Convener ni ile tuliita wale stakeholders, wale wahusika wakuu katika mambo ya kiafya. Tuweze kuwaelimisha na tuweze kujadiliana kuhusu mambo ya kifafa. Baada ya kuwaunganisha wale wakuu, tuliweza kuwafunza watu wenye kifafa, wale caregivers na machifu. Tuliweza kuwaelimisha kuhusu ile inaitwa stigma, ile unyanyapaa. Tuliweza kuwaeleza vile inafaa kuzuiwa na vile wanafaa kuwaruhusu hao watu kuweza kuongea wenyewe na kujipa ile kuwapa ile nguvu ya kuweza kuongea. Sana sana tunahimiza watu wenye kifafa waweze kuongea wenyewe kuhusu zile shida ambazo wanazo ili waweze kusikika. Tulikuwa tunaomba kwamba tukipata station kama hii, mtu wa kifafa akija mnampa nafasi aweze kujieleza. Inasaidia sana. Wakati huu tumekuja kufanya kile kinaitwa stigma bench. Stigma bench ni ile tunaenda kwa sub county. Tumeenda kwa sub county 3. Leo tunaenda kwa ya 4, kesho tunamalizia kwa ya 5. Stigma bench haswa kile tunafanya ni tunaenda kufanya mjadala na jamii kwa ujumla. Tunaenda kuongea na wakuu wa kina mama, tunaenda kuongea na wakuu wa vijana, tunaenda kuongea na machifu, tunaenda kuongea na wakuu wa kanisa, yani ile representation ya community. Wajadiliane kuhusu kifafa, tuwaeleze yale ambayo ni ya ukweli kuhusu kifafa, na pia tunafanya ile tunaita kuwa empower our caregivers
na wagonjwa wenyewe kuweza kujisimamia na kuongea wenyewe ili tuweze kupunguza hiki kitu ambacho inaitwa treatment gap na tupunguze stigma na tuweze kuhakikisha kwamba tunawasaidia wagonjwa wa kifafa waweze kujisimamia kimaisha na wawe na maisha mazuri kama wananchi mwingine wa Kenya. Irebe ki mamada bono ase libagalia bene tenko libalia bene obe ukwanera obe ukorwa inkwana ya yo mwelio ase emambia bono na boigo obe ukorwa sege to gocha sabele baito bandizi TV na ukwanera nga serikali county ya Kisinga kimwabire mukweru anene mono ase ukorwa ni oroirobo wa Endurume mbia mono mnalere twaje studio asenjo twabwate organization kuruku Kawe Kawe mwatebu Kenya Association with people living with epilepsy bone bachire kurusia abanda bange babwata borore ba kumagaka Endurume igo bakwerora ngamba bwente ko base mwanyabantu igo bakuongoliwa omongino bwato mwana go Endurume ta gutigera muka muri mwa bonga kwendara matanga ndorero mwana oyurabu ekogoro yo muka muri mwa bachi katanga nangu chikumubwato ngo chikwambukirunde oso mwana olenda oronyora magakakwe bagoteba ninje na moita bono esengenjo to Kawe yachire gusi to gasaine gotara sub county koigwana ki Endurume ekwatorwa se Kenyoro na into to batebi Endurume ninki igera to baelimishe ingagere tenga abantu abange mbacha bamanyenge Endurume taruburubo kwambokera once kwanyorero montaru ari buruburuiro nto abatebi nki muwenta bakora na inde family members mbaba sakobisa abana osembo to basako biso muga kanyumba ngabone Kenyoro ngochokora kokora bubenga uyu bwato muntu bwata mashetani mugo jikobera komo na cha kwambukiria ya omuntu Endurume naga nerito mwanche ekogera ohinere nyasaye namanyete inkiaberete igo egendo toratebe mo basako genda se abanyanabi abanyanabi mbali kugweni buruiri Endurume oburuiri Endurume bokora lugunya gitari na inde Kisii County Ministry of Health ya bekire mikakati emeronge yokoleta mariogo abe asekere sub county muruiro kurunya make tacha gocha bosongo kuriye riogo yokuchiko Endurume likugoru singi 300 otumie transport ya singi 500 so e campaign yeto bwate wiki yengima through the support ya Kawe igotete twelimisha aba gusiba ito uriro bona kibore na kayora nyoro bokonyi na nto basa ku lose hope mpaka abande mama etenga uriro Endurume bwento koba ina disability anyo ko bwato mwana bwato uriro Endurume enda somo gambia kuligerera irube uchinya gitari akora ru examination ayewe card ya disability onye ne biashara obwate tuwentu gwakana bango onye ne bintoko ni tuwentu gwakana banga se serikali ekogore epilepsy ebekire Endurume ebekirase amarwira alia ekiwango gya disability yes. Alright, Erebia Kima, asante sana kufika katika studio asubuhi ya leo katika Ndizi TV. Nijua kwamba umeweza kufanya jambo la muhimu sana, umeweza kuelimisha na pia yeyote ambaye ameweza kusikiza ameweza kujua jinsi ambavyo anafaa kujiendeleza na jinsi ambavyo wakati anapopata mgonjwa naye kifafa jinsi anavyoweza kumsitiri na kuweza kumsaidia ili aweze kupona. Mwancho mwerele Ndizi TV tuwabeto kusangana bagani beto asemambia bono ni maetenga kwa biro wesemia engane ya mose amangana abere ayora bakonya ase obogima abo abaroira obwate oborero Endurume yatobe tukobasira kobaikange ne kwene kinga twabere tukobasira litana nkoro kwa Job Maangi no bakwene kinga chibiche chibwo na Mariogi abera wikera asenchira yobo ikera nunere Abigail Nyanja mawitera litukolia ankyo na abagane iri oborero obuya Ndizi TV na buo obwansu bumugusi.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.